wakati ambao utatamani kuolewa, utatamani kuoa. Katika hizi nyakati ambazo tunazo, Mungu atusaidie kuelewa kwetu katika ibada ya leo kuwe msaada katika siku zijazo hizo ambazo unazitazamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna gumu ambalo kwa Mungu haliwezekani. Hakuna gumu kwako Yesu, hakuna gumu kwako, hakuna gumu kwako Yesu, hakuna gumu kwako, hakuna gumu kwako. Oh, hakuna gumu kwako. Basi tuende mbele za Bwana. Tamka kitu mbele za Mungu wetu aliye hai. Baba, asante kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya ukuu wako. Asante kwa ajili ya uweza wako na mamlaka yako. Mungu, umekuwa pamoja na sisi katika siku nzima ya leo. Baba, umekuwa pamoja nasi katika ibada. Bwana, tunakushukuru kwa neema ambayo Mungu uliachilia. Yesu, asante kwa upendo wako. Yesu, tusaidie Bwana. Ndoa zetu njema zianzie hapa Bwana. Zianzie hapa Bwana. Ndoa zetu njema zianzie leo kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu mwenye nguvu. Asante mfalme wa utukufu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tukiomba na kukushukuru. Amen, amen. Unaweza kumshangilia Yesu kwa makofi. Mshangilie tena Bwana kwa makofi mengi. Haleluya. Vigelegele sivisikii. Amen, amen. Amen. Mshukuru Mungu. Mwambie Mungu, natamani nisikie kitu kipya kitakachoweza kunisaidia. Andaa moyo wako, andaa maswali pia. Pale ambapo ulikuwa ukijiuliza. Unajua kuna wengine huwa tunaenda mbali zaidi, tunaingia kwenye Google. Tuna Google namna ya kumpata mume. Kwamba mume mzuri ni wa namna gani? Mke mzuri ni wa namna gani? Awaje, afananaje, sijui vitu vya namna hiyo mtu ana Google. Google kwa Roho Mtakatifu. Amina. Google mbele za Mungu wako. Alafu Mungu atakufunulia kilicho sahihi. Wakati tulionao ni wakati ambao tunaenda kumkaribisha mgeni wetu. Pia ni mchungaji wetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu leo ametupa neema. Tunaanza na mchungaji. Ni jambo kubwa sana, si ndio? Si ndio vijana? Hata mimi pia nina shauku ya kusikia. Maana na mimi sina muda mrefu sana kwenye ndoa. Yamkini nilikosea, nahitaji pia kurekebisha. Haleluya. Tuna amani ya Bwana. Tuna amani ya Bwana. Mbona mmelala? Tuna amani ya Bwana. Tuko tayari kujifunza. Tuko tayari kujifunza. Amina. Haya. Basi katika wakati huu nimkaribishe mchungaji aweze kusogea mbele mahali hapa tuweze kuendelea. Wakati mchungaji anakuja, tunaweza tukasimama na kumshangilia Bwana kwa makofi yetu. Karibu mchungaji. Haleluya, haleluya. Shangilie Bwana zaidi ya hapo. Haleluya, haleluya. Haleluya kanisa.
Amina. Tuna furaha kweli? Kama yangu mimi na furaha kubwa sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana baba. Unaweza ukakaa na pia vijana tunaweza tukakaa. Amen. Amen. Baada ambayo tuko nayo mbele yetu ambayo Mungu ametupa katika siku hizi, imekuwa neema kubwa sana kwetu vijana kujua ukweli kuhusu hatua za mahusiano. Tafsiri ya neno hili ambalo lina play katika screen yetu hapo. Haleluya. Nafikiri ni kitu kikubwa sana ambacho kabla ya kufikia hatua hii kunakuwa na maswali mengi, na tumekuwa na tofauti kubwa sana katika kuelewa mahusiano. Kuna mtu anajua mahusiano ni kuwa na boyfriend na girlfriend tukiwa ndani ya Kristo, si ndio? Kwamba hiyo inaruhusiwa. Lakini leo tutaenda kujifunza kutoka kwa wakubwa ambao wametutangulia, waliopiga hatua kabla ya sisi, wapi ambapo tunakosea. Amina watu wa Mungu. Amina vijana. Alafu yale ambayo tunakuwa tunaambiwa tunaenda kuyafanyia kazi, kwa sababu hapa tunakuja kwa ajili ya kufunguliwa ufahamu, kujua kipi ni kipi. Amina. Karibu baba. Naweza tukasalimia vijana. Bwana Yesu asifiwe. Ninawapenda. Awali ya yote niwapongeze kwa kuweza kufika, hasa ninyi ambao mmekuwa wa kwanza, kwa sababu watu wengi huwa wanasubiri wengine waende alafu wasikie nini kimetokea, na huwa wanakosa baraka kubwa. Ukishakuwa wa kwanza kwenye tukio fulani, tunakuhesabu kama limbuko. Mnajua limbuko? Mnajua limbuko? Mnajua maana ya limbuko? Ndio leo mnasikia neno limbuko? Sasa kumbe mna mengi ya kujifunza. Limbuko ni tunda la kwanza au zao la kwanza, na ndio maana siku hizi watu wengi watoe sadaka za malimbuko, kumbe hata limbuko lenyewe kwao ni ngumu kujua. Sasa nisiende huko. Kwa hiyo unapokuwa wa kwanza kwenye tukio fulani, unakuwa limbuko, unakuwa tunda la kwanza. Yaani kuna baraka ambazo unazipata ambazo akija wa pili sawa ataanzia pale, lakini haiwezi kuwa sawa na wewe uliyekuweko tangu mwanzo. Na ndio maana siku zote ujitahidi kuanza na wewe wa kwanza katika jambo, itakusaidia sana. Kwa hiyo niwapongeze, lakini pia nimpongeze mtumishi wa Mungu Carlos ambaye amebeba maono haya pamoja na uongozi wa vijana. Kwa kweli wanafanya kazi nzuri, na mimi ninaamini kuna kitu Mungu atafanya kwenu. Niwape tu siri moja ambayo nitamalizia, maana mimi nijitambulishe tu na kuwasalimia. Mungu amenipa neema ya kuachilia juu ya watu kuhusu mahusiano. Amen. Na hii nilikuwa sijui. Sasa usininukuu vibaya. Sawa? Tumefundishwa leo kwenye ibada, ukijua inakuaje, ukijua unapokwenda inakuaje, utaishi. Yaani nilipojijua imenisaidia sana kuwa muangalifu ninapozungumza na watu, hasa issue za mahusiano, na ninapowaombea watu. Nimekutana na watu ambao mazingira ya kuolewa au ya kuoa yalikuwa magumu. Nilipoomba nao, nilipozungumza nao, Mungu akaachilia neema. Nimekutana na ndoa ambazo zilikuwa
yaani ni mguu mmoja kuachana. Baada ya kuongea nao, baada ya kuombea nao, Mungu amewasaidia na wanaendelea vizuri. Kuna hiyo neema. Kwa hiyo kwa sababu tumekutana kwa ajili ya jambo hilo, nitakuwa muwazi sana leo kuliko siku nyingine. Naweza kumshangilia Yesu kwa makofi yako. Kama mtakuwa na maswali ulizeni tu, yaani nitakuwa muwazi mno kwa namna ambayo naamini mtabarikiwa na Mungu atawasaidia. Mungu awabariki sana. Amen. Mmelifahamu jina la mchungaji? Ajitambulishe na jina, si ndio? Amina baba. Tupe na jina kabisa. Sawa. Naitwa Godwin Habeli Chibaya Lungwa. Amina. Makofi kwa pastor. Pastor atazungumza kama kutoa testimony yake wakati ameianza hiyo safari ya kimahusiano, na ataelezea mahusiano yake, hatua zake zilikuwaje, ukweli katika mahusiano upoje. Itatujenga sisi vijana, si ndio? Na tutaanzia kwenye mstari wa kwenye neno la Mungu kwenye Isaya ya 34. Hapo ndipo ambapo tunaanza safari yetu hii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tufungue hapo Isaya 34 kuanzia mstari wa 15 na wa 16. Neno la Bwana linasema hivi: huko pili atafanya kiota chake na kuzaa na kuatamia na kukusanya watoto wake katika kivuli chake. Naam, huko watakusanyika tai, kila mmoja na mwenzake. Amina. Mstari wa 16, tafuteni katika kitabu cha Bwana mkasome, hapana katika hao wote atakaye kosa kuwapo, hapana mmoja atakaye mkosa mwenzake, kwa maana kinywa changu kimeamuru na roho yake imewakusanya. Amina. Tumelisikia neno la Mungu hilo kwamba huyu ndege mmoja ambaye ameitwa pili, kwenye Biblia zingine wamemtaja kama bundi, alienda akatengeneza kiota, na baada ya kutengeneza kiota akataga mayai, na baada ya kutaga mayai akayatamia hayo mayai, na baada ya kuatamia hayo mayai akawaweka wale watoto wake chini ya kivuli chake. Amina. Chini ya kivuli chake, manake kwenye kuwalea, na hakuna hata mmoja aliyemkosa mwenzake katika hilo kusanyiko la hao ndege. Na mstari wa 16 inakuja kwa upande wetu sisi, anatuambia, maana ndege wangani hawawezi wakaambiwa mkasome. Sawa? Hiyo ni kwa ajili yetu sisi. Pastor, tumeliona hili neno kwenye huu mstari wa 16. Anasema
tafuteni katika kitabu cha Bwana mkasome. Hapana katika hao wote atakaye mkosa kuwapo. Yani hakuna ambaye atamkosa mwenzake katika hili kusanyiko, ama kwa mwanadamu namna ambavyo ameumbwa. Amina. Tumeumbwa wanadamu kama ambavyo tunasoma kwenye maneno ya Mungu na kujifunza mara kwa mara kwamba Mungu alimuumba mwanaume alafu mwanamke akatoka kwenye ubavu wa mwanaume, si ndio? Kwa sababu tumeumbwa pea. Kama tumeumbwa pea, kuna uwezekano gani ama tunawezaje kuweza kumjua huyu mwenzetu? Neno limetuahidi kwamba hakuna atakaye mkosa mwenzake. Manake kama hakuna atakaye mkosa mwenzake, manake yupo mwenzake. Yani mimi ninatakiwa niwe na mwenzangu, si ndio? Na wewe pia unatakiwa uwe na mwenzako. Kama kijana wa kiume anatakiwa awe na mwenzake, na kama ni kijana wa kike anatakiwa awe na mwenzake. Sasa atampataje huyu mwenzake katika hilo fumbo la Mungu? Je, upande wako ulipoanza hizi hatua ilikuwaje ukaupata ubavu wako? Safari yako ilianzia wapi? Karibu pastor, tukusikie sasa. Amen. Asante sana. Safari yangu nafikiri ilikuwa ngumu kidogo, na ugumu ulianzia kutokana na mazingira ambayo nilikutana nayo, ambayo watu wa Mungu walikuwa wanaishi katika ndoa. Nimekuwa karibu na watumishi wengi wa Mungu. Mungu amenipa neema, nimekaa kwenye nyumba za wachungaji, kwenye nyumba za watumishi. Nimekuwa na hicho kibali tangu ninaokoka kuwa karibu na watumishi wa Mungu. Na wakati niko nao karibu nilikuwa najifunza sana kuhusu ndoa. Sikuwahi kujua, nimekuja kujua vizuri siku za hivi karibuni kwamba Mungu amenipa neema au wito fulani kwenye eneo la mahusiano au la ndoa, kama nilivyozungumza kwa kidogo tu hapa. Kwa hiyo swala langu lilikuwa gumu, kwa sababu nilipoona maisha ambayo watu wanaishi katika ndoa, hasa watumishi wa Mungu, ukweli kabisa kutoka moyoni sikutamani kuoa, na sikuwa na wazo la kuoa kabisa, sikuwa nalo. Kwa hiyo baada ya kuwa nimeokoka na moyo wa utumishi hasa umeingia kwa nguvu, nilikuwa ninamuomba Mungu sana nipate nafasi ya kumtumikia Mungu bila kuwa na mke. Na uzuri nilisoma pia kwenye Biblia habari za Paulo, hakuwa na mke, lakini kumekuwa na debate kubwa sana, aliwezaje kuwa mtumishi mkubwa vile bila kuwa na mke. Lakini inaonekana baadhi ya walimu wa Biblia au watumishi wa Mungu wanasema kabla ya kuitwa na Mungu kuokoka na kuwa mhubiri wa Kristo, alishawahi kuwa na mke Paulo, kwa sababu alikuwa miongoni mwa viongozi wa juu wa dini ya Kiyahudi ambao walikuwa huwezi kufika baadhi ya ngazi bila kuwa na mke. Kwa hiyo alikuwa na mke nasemekana kabla. Ndio maana hata mambo ya ndoa ameyaeleza vizuri sana. Huwezi kueleza mambo vizuri ya ndoa bila kuwa kwenye ndoa. Lakini kabla hapo nilikuwa sijajua haya yote. Alikuwa tu amezungumza, alikuwa anatamani watu wawe kama yeye, yani watumike bila kuwa na mke. Kwa hiyo mimi nilishika hiyo, na kiukweli kutoka moyoni
nilitamani na nikaanza kufanya maandalizi ya kimwili binafsi kuishi bila kuwa na mke, nimtumikie Mungu bila kuwa na mke. Sasa wakati napenda utumishi, nipokuwa na uliza kwa watumishi wa Mungu, unaweza kumtumikia Mungu bila kuwa na mke? Wengi walikuwa wanasema haiwezekani, kwa sababu ukiwa mchungaji watu watalitaje kesi za ndoa kama mchungaji hujaoa, inakuwaje? Kwa hiyo moyoni nikasema hivi, kwani kumtumikia Mungu lazima uwe mchungaji? Sio lazima kuwa mchungaji. Kwa hiyo nikaanza kufikiri nitatumikaje nisiwe mchungaji, niwe zangu tu mhubiri, kama wana semina, kama wa mikutano, kama wa maombi, alafu nisiwe na mke, kwa sababu maisha niliyoyaona watumishi wanaishi na wake zao ni magumu, na kwa sehemu yamejaa maigizo, kwa sehemu, kitu ambacho huwa siwezi kwenye maisha kuigiza. Kwa nilivyoona mfumo wa maisha ya ndoa watumishi wengi, nikasema hapana, mimi nitakaa bila kuwa na mke, na nikajiandaa hivyo. Lakini ashukuriwe Mungu, huku mbele ya safari Mungu alifanya kazi ya ziada sana kunishawishi mimi kuoa. Ilikuwa ni kazi nyingine ngumu sana. Labda niweke mchungaji, tumemsikia mchungaji anasema alipanga yeye binafsi asiwe na ndoa, manake kwenye Biblia watu wa namna hiyo waliitwa matowashi. Sasa hapa mwishoni anasema Mungu alitumia nguvu ya kumshawishi, yani kuanza kumtengenezea mazingira ya kuambiwa kwamba anatakiwa afanyaje, aoe. Hivi kweli tunafahamu kwamba Mungu huwa anaongea? Sasa tumsikie mchungaji, Mungu aliongeaje na wewe kuhusiana na jambo hili la mahusiano? Sehemu kubwa kwenye maisha yangu kwanza, nimejifunza Mungu kuongea sana na mimi kupitia watu. Kupitia watu. Naweza nikaa naongea na wewe, tunapiga stori za kawaida kabisa. Ila kuna kitu kaongea na unaweza usijue, ila mimi nikajua hapa ni Mungu anaongea na mimi. Lakini pia nimekuwa na neema ya kusikia Mungu anazungumza na mimi, hasa kwa sauti ya ndani. Yani anaweza nikawa hata kwenye makelele barabarani, mahali ambako watu wengi wapo, sokoni, ila ndani nimejifunza kutengeneza utulivu ambao naweza nikaa naongea, nipo kwenye makelele, lakini moyoni kuna namna ambayo nimetengeneza mazingira ambayo Mungu akiongea naweza kumsikia na nikajua. Kwa hiyo sehemu kubwa kwenye swala langu Mungu alianza kuzungumza na mimi nikiwa katika kuomba. Tena sikuwa naombea mambo ya mke. Niliombeaga zamani sana baada ya kuokoka. Nilipata mzigo sana wa kuombea swala la kuoa, na sikujua kwa nini. Nilipoingia sasa kwenye wokovu vizuri, nikafuta swala la kuoa kutokana na mambo niliyoona watu wanaishi katika ndoa. Kwa hiyo wakati ninaanza kuomba juu ya utumishi na mambo mengine, ndio Mungu akaniambia siku moja, nakumbuka tena nilikuwa maeneo yale pale, ni hapa kumbe, hapa swala la kuoa mimi nilikuja hapa. Tunasikia vijana, yani ni hapa. Sasa unatakiwa umuulize mchungaji ni kona ipi, afu sisi tukaivamia hiyo kona. Au tunasemaje watumishi wa Bwana? Twende kwenye engo hiyo ambayo pastor ameitumia, Mungu akasema na yeye. Au sasa hivi pazia la hekalu lile limepasuka.
Sasa kila mtu anaweza kuingia patakatifu. Sawa mchungaji? Kwa hiyo wakati ninaombea juu ya mambo fulani hasa kwenye maisha yangu, nafikiri wengi nimekuwa nikiwaambia, nataka kusogeza kidogo maiki. Nimepitia maisha magumu sana kuliko hata nayo waambiaga. Kuna mengine siwezi kuambia kabisa. Na usituambie. Na sitawaambia kwa sababu niliomba na nikamwambia Mungu, ninaomba maisha haya niliyokutana nayo, kwa kuwa unakwenda kunipa mke, nisije nikayapitia, kwa sababu hakuna mwanamke anaweza kuyavumilia. Mchungaji. Sawa. Sasa alipozungumza kwamba ili ufike huko nakotaka, aliniambia kabisa, ninakupa mke. Nilicheka sana kwa sababu sikuwa na wazo, nimeshafuta na sikuwa na moyo wa kutaka kuoa tena, ila aliposema hivyo hakurudia tena. Baada ya hapo Mungu akawa anatumia watu kutoka mbali kabisa, wanakuja wanasema, Bwana ameniambia unatakiwa uoe, na nikawaambia nashukuru, nalifanyia kazi. Kwa hiyo sehemu kubwa Mungu alitumia watu, na wengine umuhimu kanisani, na wengine ni watoto wadogo kabisa. Kama nilivyosema, Mungu amenipa neema ya kumsikia kupitia watu. Kwa hiyo aliongea na mimi moja kwa moja, lakini pia kupitia watu wengine. Amina. Kuna jambo ambalo mchungaji umelisema kwamba Mungu akasema anaenda kukupa mke, si ndio? Lakini tumekuwa tuna maswali mengi kama vijana. Ni kweli tunazisikia hizo habari, lakini hilo jambo inakuwaje? Yani Mungu akupe mke, yani anakupaje mke? Sisi tunajua tu kwamba lazima nimtazame mwanamke, labda nimempenda kutokana na umbo lake, nimempenda na taji warefu, lakini kumbe kuna hali ya kumsikia Mungu tunapoomba. Na kama ambavyo umeeleza kwamba ulitamani maisha yako ya utumishi utumike bila kuwa na mke, lakini Mungu anasema hapo ukiwa uko unaenda kinyume na Mungu, si ndio? Maana Mungu anasema tuwe na tuoe ili tukazaliane wapi? Ulimwenguni, tukaujaze ulimwengu. Sasa mimi natamani kujua Mungu anawezaje kumpa mwanaume mke au mwanamke kupewa mume? Kujibu hilo, nafikiri nianze kuzungumzia swala la kusudi la ndoa, ambalo nafikiri tunaweza tusiliguse leo, lakini sidhani kama watu wengi wanafahamu. Na hata tukiulizana hapa kwamba unafikiri kwa nini Mungu ameweka ndoa, kwa nini kuna kuoa, kuna kuolewa, kuna majibu mengi sana yanapatikana, lakini kwa bahati mbaya majibu hayo mengi hayawi sana kwenye kusudi la Mungu la kuhusu ndoa. Kuna ile kusudi la jumla la Mungu katika ndoa, lakini pia kuna kusudi la Mungu katika kila ndoa. Sasa kitu ambacho naweza nikasema kwamba Mungu aliwezaje kunipa huyo mke katika hiyo ndoa, huyo mke alikuwa au ameunganishwa na kusudi la Mungu la mimi kuweko duniani. Ndio maana wakati nimekataa, maana sio kwamba nilikubali, nilikataa, nilibaki na msimamo wangu kwa sehemu kubwa, nataka kutumika bila kuwa na mke, na ilinichukua miezi 6 kuja kukubali kwamba sasa Mungu ninaoa, yani nakubali. Mwanzo niwaambia Mungu alitumia nguvu kubwa kunishawishi kuoa.
na sikushawishika kirahisi na kichwa ngumu kidogo. Mara ya mwisho Mungu kukubaliana akaniambia, kwa kuwa umekataa kuoa, maana yake umekataa sauti yangu, kwa hiyo kuanzia leo sitatembea na wewe tena. Nakumbuka hiyo neno. Ndio likanigeuzia aina ya kuomba kwamba kuoa ni serious kiasi hichi, kiasi ambacho yani Mungu niacha kwa sababu nimekataa kuoa. Kwa nini unataka nioe? Zile sababu alizoniambia au lile kusudi la kuoa ndio lilinifanya nikubali kuoa. Kwa hiyo Mungu alinipa kulingana na kusudi, na ndio maana tangu nilipooa huwa siangalii mambo mengine sana ya watoto ya sijui na nini. Tunatimiza lile kusudi la sisi kuwa katika ndoa. Hicho ni kitu cha msingi. Ukimisi hicho, kiukweli ndoa, si wadanganyi, sio kitu kirahisi, wala msichukulie kawaida. Sio kitu kirahisi hivyo kama vijana wengi wanavyofikiri. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamsikia mchungaji anayasema yale ya ndani kabisa kuhusiana na hatua zake zilivyoanzishwa na Mungu. Amina. Kuna kitu ambacho tunajifunza kutoka kwake, si ndio vijana? Mbona mpo kimya sana? Au ndio neno linatuingia vizuri? Ushuhuda unaingia vizuri, si ndio? Ni vitu ambavyo ni vya msingi sana vya kuvisikiliza. Kwa nini Mungu, mchungaji, aliweka jambo la ndoa na kulifanya kuwa la umuhimu sana kuliko vitu vingine? Maana hata kwako tumesikia kwamba hata alipokuwa anakuambia ni kama bado ulikuwa hautaki kuelewa kutokana na kile ambacho ulishakwisha kukiamini moyoni mwako kwamba mimi sitaoa. Na hata Mungu alipokuwa anakusemesha ukawa kama hautaki kuenenda katika njia yake, akakwambia sasa, kuanzia leo kama usipooa, kuanzia leo sitatembea na wewe. Kwa tafsiri yake nyingine kwamba katika ndoa kuna umuhimu mkubwa hapo wa mwanamke kuolewa na mwanaume kuoa. Sasa swali langu hapo kwamba kwa nini Mungu aliweka swala la ndoa? Kwa nini? Hata nilijibu kwa upande wa kwangu, kwa sababu tukilijibu kibibilia zaidi litazalisha maswali mengi sana ambayo hatuwezi kumaliza leo. Na twende kwa kifupi tu. Mungu alichoniambia kwamba kwa nini hilo swala ni muhimu sana, anasema, aliniambia kwamba kuna mahali nataka ufike kwenye utumishi ambako hauwezi kufika usipokuwa na mke. Na akaniambia kuna vitu nataka uvifanye ambavyo huwezi kuvifanya usipokuwa na mke. Na ndio ukweli, hata kijamii kuna baadhi ya maeneo ukienda, hata kama una upako mkubwa, wakijua tu huna mke, kuna namna fulani hivi wanakuangalia, wanajua kabisa huyu kwamba njia zake haziko sawa. Ijapo sio kwamba inakuaga hivyo, yaani kuna wengine hawajaoa lakini wanatumika vizuri, ila tu kwenye akili za watu. Na ila kwa upande wa huduma pia, kiukweli kuna kesi zinafika ambazo
mtu anakuamini, anakushirikisha mambo ya ndani, hasa kwenye mahusiano, kwa sababu anajua mchungaji ana mke, anaelewa, unaona. Kwa hiyo kuna mipaka ambayo inaweza ikapatikana unapokuwa single. Na nimalizika kusema kuna baraka ambazo huwa haziji mpaka mtu uwe kwenye ndoa. Umeshika hiyo pointi. Samahani kidogo tu. Tumeshika hiyo pointi kwamba kuna baraka zingine hatuwezi kuzipata mpaka tutakapokuwa kwenye nini? Mpaka tutakapokuwa kwenye ndoa, ndipo ambapo tunazipata hizo baraka. Mchungaji unaweza kuendelea. Lengo la kusema haya yote ni kwamba hebu uwe na muda wa kumtafuta Mungu kwa ajili ya ndoa yako, kwa sababu hata ugumu tunaouona wote, unajua ni kwa nini unakuwa ugumu mkubwa? Kwa sababu shetani anaelewa baraka zilizomo kwenye ndoa. Inakuwa gumu sana sana. Sasa tunapolichukulia kikawaida bila kulibeba kwa mzigo, hasa katika kuomba, tunafanya lisitokee, au linapotokea upate yule ambaye siye mwenyewe. Mwisho wa siku hamtaishi vizuri katika ndoa. Sawa. Haleluya kanisa. Vijana tupo, vijana wa Kristo tupo, tunapata vitu, tunapata zile key zile. Swali la mwisho kwangu mimi kabla sijawajia ninyi, uliwezaje kumpata mama mchungaji? Sasa yani uliwezaje kumpata mama mchungaji? Na ulijuaje kwamba huyu ambaye yuko mbele yangu huyu sasa huyu ndiyo mwenyewe? Kwa sababu hapo ndipo ambapo kwetu sisi vijana kuna giza hapo, na inatupelekea wakati mwingine sasa tuseme turushe mawe mawili, takalogeuka upande wa huku ndio hilo hilo, huyu anasema ndio huyo. Yani nina uhakika wa kuona wanawake wawili au wanne, nafanya machaguo kwenye hao wanne, napiga anadoa hapa, mkono utakapoangukia mimi naenda kuoa. Kwako ilikuwaje mchungaji mpaka ukampata na ukafunga naye ndoa na sasa mnaishi? Wakati Mungu ananihimiza kuoa mle katikati kwenye yale maombi, nilipoona ni swala liko serious sana, kabidi nimuulize Mungu, unataka nioe nani? Maana kama unanishikilia kiasi hicho, manake na mke umekusha muandaa. Akanitajia jina kabisa, nataka umuoe Haika kabisa. Mchungaji, hebu shikilia hiyo kodi hapo. Shikilia hiyo kodi kwanza, ni muhimu sana. Jamani, vijana tupo. Mnasikia? Yaani mchungaji anasema parudiwe. Mchungaji mparudie hapo. Parudia. Wakati ninamuuliza Mungu kwamba sasa ninaoa nani, akaniambia moja kwa moja, nataka uoe Haika. Na alihitaji jina lake vizuri. Unajua kuna watu wanamuita Haika, wanatoa ile H. Kuna watu wana changamoto za H na A. Hilo jina la mama mchungaji sio A. Hayupo, nakwambia hayupo. Yes, yeye ni Haika, sio Aika. Ni Haika, ni HA. Kwa hiyo nilisikia kabisa, na niliposikia hilo jina ndio likaongeza ugumu wa kukubali kuoa, kwa sababu hakuwa mtu ambaye nilikuwa namfikiria kabisa kabisa. Yani Mungu kumbe ana uwezo wa kumtaja mtu moja kwa moja, lakini ziko sababisho ambazo zinamfanya Mungu afanye hivyo.
Sisi tumekuwa na story nyingi mtaani vijana, kama ambavyo nitangulia kusema, unaweza tu ukamchagua tu yoyote yule, yani wewe unayemsikia. Ni kweli kabisa Mungu kwa njia ambayo ameitumia kwa mchungaji anaweza siitumie kwangu, na mimi nikawa na njia ya kwangu pia atakayosema na mimi, si ndio? Lakini kuna msingi ambao unausikia, nao ni maombi. Amina vijana. Nao ni nini? Katika hayo maombi ndiko ambapo yanazaliwa haya. Kwa jambo lingine la kushika sisi vijana ni issue ya maombi. Yani kulichukua jambo hilo, kuliingiza wapi? Kwenye zile prayer point zako zile, nalo liwe miongoni. Mungu akamtajia jina Haika, ukamuoe. Tumalizie hapo mchungaji. Baada ya Mungu sasa kukutajia hilo jina, baada ya kunitajia, sikuwa ninamfikiria kiukweli, kwa sababu ni binti ambaye nilikuwa nimehangaika naye sana kwenye maisha ya kiroho. Alifika hapa, mimi nilitangulia kabla yake, na alikuwa secretary wa mchungaji wetu kiongozi. Alikuwa anakaa kambini kule block 6. Kwa hiyo nikamshawishi aingie kwenye timu ya maombi hasa ya usiku. Nilikuwa namfuata na basikeli kambini ili aje kuomba. Tukimaliza saa 4 namrudisha na basikeli, ndio naenda kulala. Yaani nilikuwa na mzigo wa kutaka nione anasimama kiroho kuliko mtu mwingine. Samani, yani wakati wewe unamsombelea na basikeli kumtoa kule kumleta huku kumrudisha tena, ilikuwa ni wakati ambao tayari Mungu ameshakueleza? Hapana, ilikuwa bado. Yani hapo ilikuwa bado, yani Mungu hajakutajia hata jina. Hata mpango wa kuwa kipindi hicho ulikuwa haupo, kwa sababu niwaambie vijana, katika kitu ambacho nimejifunza, hata kama sikufanya vizuri huko nyuma kabla ya kuokoka, na huwa ninawaambia, nafahamu kwamba nina mtoto kabla ya ndoa, sawa, na ni mkubwa tu, Isaka. Na nimejifunza mambo mengi sana. Huwa ninawasihi sana mabinti na vijana wa kanisani, Mungu akikujalia na akujalie, kama hujapata huko mtoto kabla ya ndoa na umefika umri huo, Mungu akusaidie ukapate watoto ukishakuwa kwenye ndoa yako. Sawa? Umesikia hiyo point? Yani ninawaomba sana, mtulie, itawasaidia. Japo sikuanza vizuri kwa sababu nilikutana hayo mazingira kabla ya kuokoka. Baada ya kumjua Mungu, sikuwa na tabia ile ya kumtongoza kila mwanamke, kila binti. Msichana wangu wa kwanza kumwambia na kupenda nataka nikuoe alikuwa Haika, na ndio akawa mke wangu. Yani sijawahi kutongoza mwanamke mwingine kabla ya hapo. Hapana. Na nilikuwa sipendi, kwa sababu mahusiano yanaumiza sana. Usifanye kitu kumjaribu mtu. Hapana. Ndio maana wanawaambia kama unaenda, nenda ukiwa na uhakika kwamba huyu ndiye. Kwa hiyo wakati nimeambiwa hivyo, na wakati ninaenda kumwambia, ilikuwa ni mazingira magumu, kwa sababu kwanza nimemhangaikia kiroho, alikuwa rafiki yangu. Kwa wale ambao sasa hawako hapa, ambao tulikuwa huko angalau zamani kidogo washirika, ilikuwa kila ibada ikiisha, tulikuwa tuko watu 4 mpaka 5. Nilikuwa mimi, Mwalimu Eze Ezekiel Wahize. Ni mtu tumetoka naye mbali sana. Kulikuwa kijana mmoja anaitwa Harrison, tulikuwa naye hapa, tunafanana hivi. Alikuweko binti moja anaitwa Ntuli, ni mdogo wake na mke wa Udoro. Alafu alikuweko mke wangu, tulikuwa 5. Ibada ikiisha, wengine wote wataondoka, sisi tutabaki.
tutadiscuss mambo ya kanisani, Wewe mambo ya sasa maombi. na mama mchungaji. Na tunaondoka wote, tunaenda tunakula, tunarudi wote. Ndio maana binafsi ninapoona watu wapo karibu, msichana na mvulana katika Bwana, huwa sipati shida sana, labda wao waamue kuharibu. Ndio maana Sasa hivi mchungaji, karibu wenu sasa hivi sasa hivi tunapindua karata. Ndio maana hata wewe kabla ya kumuoa Dori mlikuwa karibu. Ulikuwa wewe, alikuweko Msigala, alikuweko nani mwingine? Mchungaji, tuendelee na. Kwa hiyo wakati kwa hiyo nilikuwa napata kesi nyingi sana kwa sababu Carlos tuko naye karibu, sawa. Kwa hiyo sababu yule kijana wa mchungaji afanye chochote, sio sifanye chochote. Yaani na mimi nimepitia huko, sikuwa na wazo kabisa hata la kumjaribu. Haika. Kwa hiyo nimemhangaikia mpaka nasimama kiroho, akawa katibu wetu wa timu ya maombi, na mke wangu ni muombaji kwa wale ambao wamfahamu. Na huwa namtegemea kwenye kuomba, maana tukiingia kwenye kuomba Mungu anazungumza naye haraka na ana uwezo wa kusikia sauti ya Mungu haraka kuliko hata mimi. Kwa hiyo uliniuliza hiyo, namhangaikia, nampeleka na baisikeli mpaka saa 5 usiku. Sikuwa na wazo na wala sikuwa na hiyo nia yoyote kabisa, na sikujua. Kwa wakati Mungu ananiambia, iliongeza ugumu. Watu watanielewaje? Mtu ambaye nimekuwa naye karibu muda wote huu, watajua walianzaga huko. Kumbe haikuwahi kutokea kabisa. Kwa hiyo sikuwa na hilo wazo wakati niko naye karibu kwa kiasi hicho wakati huo. Hapa mchungaji, naomba utuweke sawa kama vijana, ili tusiwe na muda wa kuongozana tukasema tunapita katika njia za mchungaji. Nikamtoa binti hapo mpaka Nyambisi, stories zikakata hapa katikati hapa za Bwana, tutaenda hivi, tutafanya hivi, afu mwisho wa siku ni mbaya. Na ndio maana kama umeninukuu vizuri, ilikuwa kijiwe chetu, kwa sababu kuna neno kijiwe, ilikuwa ni kanisani. Ndio. Yaani mkija kabla ya ibada, sisi tunakuwa wa kwanza tayari tumefika, na tulikuwa wa mwisho kuondoka. Baada ya ibada tunaweza tukakaa pale nje tukapiga story, tukaongea, tukaomba pamoja. Yaani tulikuwa marafiki, mke wangu na mimi ni marafiki. Yaani kabla ya hapo na mpaka sasa hivi. Kuna wakati nafikiri hata wewe ulipata shida kidogo wakati tunaanza kuwa karibu, hasa baada ya kuwa unakuja nyumbani. Mimi mke wangu tukaongea naye, yani huyu ni mchungaji na mama mchungaji, lakini yani ni rafiki yangu. Na kuna wakati mwingine nikipigiwa simu na yeye naweza nikaongea naye kwenye simu, kwenye gari, ulikuwa unaongea naye, unaongea na mke wangu, anashangaa, mke wako unaongea naye hivi? Ni rafiki yangu. Yani kabisa, unaweza kupiga story, tukacheka, tukataniana, kwa sababu tangia hivyo tulikuwa hivyo. Na sisemi hivyo ili kwamba na nyinyi kama alivyosema mtumishi wa Mungu tunapita kwa mchungaji, hapana. Kijio chetu ilikuwa ni wapi? Kanisani. Huwezi kutukuta kwenye maeneo ya uchochoro. Tunaongea nini? Sisi tulikuwa tunaongea mambo ya Mungu, mambo ya maombi, ni hivyo. Na huwezi kutukuta usiku wetu tumekaa kwenye nyumba ya mtu au chumbani tunaomba. Huko sasa mnatafuta mambo mengine. Lazungumzia ule ukaribu ambao ni kwa ajili ya maslahi ya kimungu, na ndani hayana nia yoyote ovu. Ila ukishakuwa tayari unamwazia mtu na unataka kumuoa, na sisi baada ya kuingia hivyo, huo ukaribu wote ulikata automatically. Ulikata. Yani huwezi kuwa karibu na mtu ambaye unataka kumuoa. Yani ulipotangaza nia ya kugombea kwenye hilo hilo nini jimbo, mahusiano yakaisha. Yani kata kabisa. Na ilitusumbua, maana tulikuwa tunaweza tukakaa muda mrefu hatuwasiliani. Tulikuwa tunaongea kabla hapo, kumwambia sasa hapa tumeingia kwenye jambo lingine. Kwanza siwafichi, mpaka tunaingia kufunga ndoa ile Jumamosi, kuna kisa wanawaambiaga, lakini kwa ufupi. Tulikuwa tumekorofishana usiku wa Ijumaa, tumegombana mpaka saa 8 usiku Ijumaa na mchumba sasa. Na mchumba, na tukakubaliana saa 8 usiku tuvunje mahusiano kabisa. Yani muache. Yani tusioane.
wakati watu wameshachambua mchele. Siku hizi mchele sio wanachambuaga asubuhi, mchele unachambuliwa Ijumaa na vitunguu vimeshamenywa, kila kitu kiko sawa. Sisi usiku tumekubaliana. Wewe mchele wako tutambulia saa ngapi? Tumekubaliana kuahirisha mambo ya ndoa na kabisa tukaachana hivyo, ila asubuhi nikana waza shida yangu ambayo wanaipata nitamwambiaje mchungaji. Hicho, na mchungaji amekuwa kivuli muhimu sana kwangu, Sangiza sana. Nitamwambiaje mchungaji na mchele umeshachambuliwa na watu wameshatoa michango yao, kila kitu kiko sawa. Nikampigia simu, bwana tuachane na hayo mambo, twende tukaoane. Kwa hiyo tunakuja hapa tabasamu, cheka, yani sisi tunawaza mambo. Jana tulikuwa na tuligombana kweli, tuligombana kweli, lakini hatukuanza ndoa kwa kupendana kivile kabisa. Huo ndio kweli. Yale mambo ya kutumiana makopa kidogo, hapana. Katikati nilikata kwa sababu na uzuri pia, hata mimi sikuwa chaguo lake. Yani kwa maana yake tuseme maisha yenu ya uchumba wenu hapakuwa na zile nakshi za baby nani. Alafu nafikiri sio mtu wa hivi, yani nikijiangalia tafsiri yake maana hivyo vitu havipo. Kwa kweli sijui. Nafikiri awamu nyingine tutakuwa naye, labda muulize yeye. Na mpango huo upo. Tuna mpango wa kumleta pia na mama mchungaji siku moja. Ndio maana nimejifunza, hili nilifundishwa na baba kwenye maisha ya ndoa, maisha ya familia. Timiza majukumu au mambo mengine yatakuja baadaye. Yani mimi ninachopambania ni hakikisha wamekula, wamevaa, watoto wamesoma. Hiyo siambiwi na mtu. Hiyo nitapambana usiku na mchana kuhakikisha mambo yanaenda. Kwa hiyo kukuta sana, yani nafikiri sio mtu wa nini? Siko romantic nafikiri. Yani wadada oye. Vijana, yani, mabinti tupo. Na ndio maana wako wanaume wa type hiyo. Yani wao hawako sana kwenye hizi mbwembwezi. Kwa sababu kuna vitu vingine mchungaji vinakuwa ni kama maigizo. Lakini upo ule upendo wa kweli ambao mtu anamuonyesha mke wake. Yani nashindwa kuuelezea, lakini iko hivyo. Lakini sio kwamba eti ni bounce sana kwenye ndoa. Yani kuna ile hali ya mtu namna ambavyo alijitreat tangu akiwa huko. Sawa wanakuwa na upendo, sio kwamba hana upendo. Mchungaji, upendo na uzuri sasa. Watu wa hivi kama sisi ndio tuna upendo, asikwambie mtu. Kweli? Ndio nakwambia, tafuta watu wa type ya kwetu. Mchungaji, sisi tumezoea kutolewa out kufanya nini. Sikiliza, yani hivyo vitu ni muhimu lakini sio lazima. Unajua kwenye maisha kuna vitu muhimu na kuna vitu vya lazima. Sasa nitajuaje kama wewe unanipenda? Yani na hiyo sasa ndio shida ya wanawake wengi. Sawa? Na saikolojia inasema mwanamke kila baada kama dakika 3 huwa anasahau kama anapendwa. Ndio maana ni ukweli. Na ndio maana nawaambia, yani kakae na wanandoa wote. Uzuri tuko na mama Sungi hapa na Dori yupo, ila nyewe bado mapema. Sawa? Nyewe bado mapema. Habakuki. Katika kitu kinasumbua wanawake kwenye ndoa, huwa hawajiamini. Yani kwamba hivi ni kweli huyu naweza kukuuliza, hivi wewe kweli unanipenda kweli? Nahangaika yote kwa ajili yako mimi. Sawa? Kwa hiyo watu wa type ya kwetu ndio tuna upendo ule wenyewe. Nakwambia kweli. Na hii ni tafiti ambayo nimeifanya. Yaani sizungumzi hapa, tuko na ninyi watu muhimu sana mbele za Mungu wa kuwasaidia kwenye maisha yenu ya kwenye ndoa. Sawa? Na kwa bahati mbaya malizie kama suita kwenda nje kwa kumalizia. Huwezi kupata mwanaume mwenye vyote. Huwezi kupata. Hivi mnazisikia hizo pointi? Yani na ndio maana lazima
yani mwenyewe kwenye akili yako ujitengeneze. Na hata pia mwanaume huwezi kupata mwanamke mwenye vyote, hapana. Ndio maana lazima ujue kwenye ndoa kusudi mwenye umbo namba 6, yani hiyo pua ndefu, hilo kwanza umbo hilo mweupe, hilo umbo ni kitu cha mwisho sana kwenye kuoa. Wanaita mguu wa nini sijui, yani wanajua wenyewe hiyo umbo ni kitu cha mwisho sana kwenye kuoa, japo wengi wanakifanya kuwa cha kwanza. Iko hivi, huwezi kupata mwanaume ambaye yuko romantiki akakutoa auti, akajali familia, akatimiza majukumu, yani haya mambo yote naye mwanaume huyu mmoja huwezi kukuta. Kwa hiyo ni jukumu lako wewe umtafute wa romantic ambaye muda wote, baby umekula, baby, chakula kiko nyumbani, wewe unashindwaje kula? Tuongee tuwe serious. Pasa si ndo upendo baba. Sikiliza. Nimepambana kwenye friji mla kila kitu. Tena ndipo kwenye majukumu mengine nikukumbushe, hakikisha unakula. Hii ni ukweli. Ukimpata wa hivyo ni yule ambaye kutimiza majukumu ni ngumana, na muda wa kukubebisha, umeamka salama, sisemi kwamba ni tusiulizane, hapana. Nawasiliana na mke wangu kuliko mtu mwingine yeyote. Yani kwenye hii simu sehemu nyingi ukifungua mtu ambaye nimeongea naye zaidi ni mke wangu, na ni kila siku. Lakini kwenye yale mambo ya muhimu kumbebisha, yani sijui, na uzuri pia na yeye sio mtu wa hivyo. Na ushakumpigia simu hata siku moja ukamwambia mke wangu nakupenda sana? Hapana, kwa sababu yeye atakuja kutambulisha. Sikumbuki. Anaweza akafyonza kwanza akakata na simu. Sikumbuki. Ila yeye mwenyewe anajua kwa nampenda. Wenyewe anajua. Kwa sababu umekaza sana. Sasa sinazungumza ukweli. Nilizungumza pale awali nilipokuwa nimeweka nia, kitu cha kwanza kabisa ilikuwa ni kuweka mipaka. Sikuwa naye karibu tena. Kwa hiyo kuna wakati alikuwa wanakuja akiwa na mwenzake, lakini sio mara nyingi. Uzuri alikuwa anafanya kazi hapa kanisani, secretary, na hata baada ya kumuoa amesimamia sana ili jengo la center. Kwa wenyeji hapa tunafahamu kuanzia linaanza kujengwa mpaka kuonyesha mipira, tulikuwa na pool table pale, amesimamia. Kwa hiyo na mimi nilikuwa ni mtu wa maombi, nikitoka kazini napatikana hapa kanisani, yeye anapatikana hapa kanisani. Kwa hiyo ilikuwa rahisi sasa, muda mwingi tunaonana, kwa sababu unajua njoo nikuone, si nimekumisi hivi na hivi. Sasa tunaonana hapa kanisani karibia kila siku mara nyingi. Kwa hiyo ile kidogo ilisaidia, na ni vizuri sana kuweka mipaka. Vijana, maswali matatu. Hakuna. Tumruhusu mchungaji. Amina, karibu. Jitambulishe jina, ni nani? Karibu. Amina, Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Habakuki Elasto. Ndio, Habakuki Elasto, karibu. Ningependa niulize, japo pasta umeeleza sana kwa habari ya namna ambavyo umempata Haika, sio Aika, Haika. Amen. Ukasema kwamba binafsi ulisema kwamba uliamua kutokuoa kabisa, na ukadhamiria hivyo, ukaweka msimamo wako huo, na mpaka Mungu alipoingilia kati kwa habari ya kukushawishi kuoa. Na kwa uzuri ukatuambia kwamba ni Mungu mwenyewe alikwambia na akakutajia paka na jina kwamba muoe mtu fulani. Sasa kuna namna ambayo inaendelea, mfano kama ilivyokuwa kimojaji hapa akiuliza kwamba Mungu alikwambia je, kwa namna kama hii ambayo tunasema kwamba kwa vijana wakati mwingine wanatumia macho tu kwenye kutaka kuoa,
na swali langu litaenda kwenye namna hii. Kuna watu ambao hawajaokoka, ambao wao yani wamekutana kaoana, lakini katika nao ukiangalia ndoa ina kusudi ndani yao, sio hivyo? Yani ukiangalia tu ndani yao kabisa unaona kabisa hawa ni wamematch katika ndoa yao. Na ukija kwa upande wetu sisi tunategemea sana sisi Mungu, yani tunategemea kwa Mungu atusemeshe tupate mtu sahihi. Je, nilipokuwa ni moyoni mwangu nimezamilia vitu fulani kuvipata kwa mtu ambaye natamani nimuoe, vigezo fulani nimevitazama, yamkini si katika macho ya mwilini, katika macho ya rohoni, kwamba vitu fulani vione kwake, vitu fulani nimeviona kwake, hata kama sio vya mwilini naweza siviona, hata kama vitaonekana, lakini katika namna yetu ya rohoni kimtazama, katika namna ya rohoni kwamba huyu naviona vile vigezo, baadhi naviona visa, na moyo wangu nikajikuta tu nimempenda, sio kujikuta tu yani kwa kule kumtazama na kwa kutafakari na kumuona kwa kama fulani ya vile vigezo ambavyo nimemje. Swali langu, hata kama Mungu hajaniambia kwamba ndio huyu, kama ambavyo Mungu alisema na wewe kwamba oa mtu fulani, lakini ndani yangu mimi tu nikaona nikapima moyo wangu nikaona kabisa huyu anafaa. Sasa swali langu, je, ni sawa au mpaka nisubiri Mungu aseme ndiye huyu? Asante. Ni washauri na niwasisitize, oa mtu ambaye kwa kweli Mungu amekuhakikishia. Sasa kukuhakikishia au Mungu kukuongoza, sio lazima akutajie jina kama mimi, sio lazima. Na nilikuwa na dakika chache kabla ya kuja hapa ofisini nikana tafakari, nikitaka kuzungumzia hivi ndoa kwenye hili swali ambalo nijua nitaulizwa, nijibuje kwa ufupi kivipi ambalo lieleweke kirahisi. Nilitaka tuangalie watu watatu ambao Mungu anaitwa kwa majina yao, wao waliowaje. Tuna Ibrahim, Isaka na nani? Na Yakobo. Sawa? Ibrahim hatuelewi sana, maana taarifa zake tunaanza kuzisoma akiwa na Sara tayari. Kwa ufupi sana mchungaji. Sawa. Lakini kwa Isaka baba yake alihusika, Ibrahim kumwambia yule mtumishi kanitafutie mke. Yule mtumishi aliomba kabla, akataka ishara na Mungu akahusika. Kwa Yakobo alipofika kwa Labani, alipomuona Raheli akasema huyu ndiye, na akadhamiria kumuoa. Ni tofauti, lakini Mungu alihusika. Kwa hiyo unaweza ukamuona kwa macho, lakini maisha yake, ile namna ambavyo unamuona. Ndio maana wana washauri watu, oa mtu unayemfahamu. Cha kwanza kabisa awe ameokoka. Sasa nikiuliza hapa kuokoka ni nini, kila mmoja na jibu la kwake hapa, kwa sababu si wengi wanajua kuokoka ni nini. Ila oa mtu ambaye maisha yake ya kiroho unayaona yanabadilika, yani leo yuko vizuri kuliko jana. Maana wokovu ni mabadiliko ya maisha ya kila siku. Mtu anasema ameokoka ila na maisha yale yale, hata kama anafiga zote, achana naye. Wekeza sana na amua kuoa. Unaweza usipata nafasi ya kusikia sauti kama hivyo, ila kigezo cha kwanza, huyu mtu wao amefanyeje? Ameokoka. Hayo mambo mengine yatafuata. Na kwa kumalizia, kama Mungu anahusika na umeamua kumhusisha Mungu kabisa, Mungu atakuthibitishia kwa njia yoyote ile. Utajua kabisa huyu naenda kuoa ndiye, na kama siye utajua huyu naenda kuoa ninaolewa, lakini huyu ni mazingaombwe. Na kweli mbele mazingaombwe yanakuwa yapo, ila tu moyo unakuwa sasa nisipoolewa naye itakuwaje, ila moyoni unajua kabisa huyu ni kipengele huyu. Au unaenda unaoa unasema nimeshavutika tu sasa inakuwaje, ila moyoni unajua hichi ni kipengele. Na kweli sikudanganyi, kule mbele kitakuwa ni kipengele kweli kweli. Kwa hiyo Mungu anaweza kukuthibitishia kwa njia nyingi, lakini cha kwanza hakikisha ameokoka. Asante. Amen.
tunaweza tukamshangilia Yesu kwa makofi yetu. Amina. Kuna vitu ambavyo tumevisikia kutoka kwa pastor. Ni mambo mengi ambayo ameshare pamoja nasi vya kujifunza kutokana na muda ambao tuko nao kwa sasa. Kwa sababu bado tunaendelea, tutatoa tena kipindi kingine kwa awamu nyingine kuuliza maswali. Lakini ni vizuri sana pale naposema mwenye swali, wakati tunaendelea kujifunza kwa kusikia, ndio wakati wa wewe kutengeneza swali ambalo linakusumbua, ambalo kila siku unajiuliza, hivi itakuwaje, nitapataje, nitafanyaje, nitafunuliwa? Na kama utafunuliwa, alifunikwa wapi? Pastor alisema kwenye ibada asubuhi. Sawa, utatuambia huyo mtu amefunuliwaje, funuliwaje. Kwa hiyo tumshukuru pastor kwa muda ambao ameutoa kuwepo pamoja nasi kama vijana mahali hapa. Tunaweza tukampigia Bwana Yesu makofi mengi sana. Amin, amin, amen, amen. Baba, tunakushukuru sana. Asante sana kwa ajili ya muda ambao umeutoa kuweko pamoja nasi mahali hapa. Amina. Tumshangilie Yesu wakati baba anarudi. Amina, amina. Bwana Yesu asifiwe tena vijana. Haleluya. Haleluya. Tumechoka Haleluya. Mshangilie Yesu tena kwa mara nyingine. Amen. Bila kupoteza wakati, tunaweza tena tukasimama kuwakaribisha wageni wetu Mr. and Mrs. Sungi. Haleluya. Karibu sana watumishi wa Bwana. Amen. Karibuni sana.